Babu. Babu. Oh, mjukuu wangu, karibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njoo mjukuu wangu, ingia. Asante babu. Karibu kaiwa. Nashukuru, naona hata hii kiti leo mmeniandalia ajabu ya Mwenyezi Mungu. Mimi siku zote huwa nakalia chini, na leo mmeniandalia mpaka kiti. Babu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi hali yako dadangu? Salama, nashukuru. Mzima? Nashukuru, alhamdulillah nimewapata. Naona mlikuwa mnakaa mnazungumza nyinyi. Mashaallah. Habari za nyumbani kwako? Mashaallah, nimewakuta hapa, naona mlikuwa katika vikao vyenu. Na kuna kitu babu mimi nilikuwa na kuja kukizungumzia. Naona nyinyi mmekaa alhamdulillah vyema. Babu bwana, mimi kuna kitu kinanisumbua. Kila wakati mimi nikiwa na jambo langu huwa haunisikilizi, na hujui nina tatizo gani, haujui nina shida gani. Ni kwa nini? Na dada yangu leo naye pia anieleze, ashuhudilie kwamba kwa nini huwa mara nyingi unanifanya namna hiyo. Kwa sababu inaniuma sana. Mimi nilikuwa na jambo, nimekuita leo nyumbani kwangu, umekataa. Nimekuja nimewakuta tena mmekaa, na uliniambia kwenye simu, bwana mimi niko na dharura. Haya, nimewakuta, ama hii ndio ilikuwa dharura yenyewe? Hiyo ndio dharura kubwa hiyo babu. Hiyo ni dharura kubwa sana babu, kwa sababu huyu ni mtu wangu wa karibu sana. Kwani na maana mimi mjukuu wako sina ukaribu na wewe babu? Huyu ni mtu wa karibu babu, kwa sababu kwanza alikuwa anapiga mahesabu kununua shamba jingine kule chini. Ndio amekuja, alikuwa anipatie hizo pesa nikanunue ile shamba. Babu, ina maana kwa kuwa mimi nilikuwa nimekuita hujajua shida yangu, hujanisikiliza. Ni kwa nini? Babu bwana, nataka nikwambie ule ukweli. Wajua kwenye senti ndivyo panafuata. Kama wewe una senti babu, utaniambia kitu gani? Lakini unatujenga sisi uadui na dadangu. Hakuna uadui. Uadui hakuna kwenye senti, hakuna uadui. Mimi ni yangu nunulie shamba, wewe utaki kununulia shamba, una kitu. Utanuliaje shamba? Sawa babu, mambo ya riziki ni mambo ya Allah. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemjalia, amempatia dada kwamba riziki hiyo, huende kao ndio moja kati ya yeye kutusaidia sote. Hakuna, ni zake yeye, si zako. Mimi nataka za kwako uniletee, sio zako, za huyo ndio useme zako. Si ni dada yangu? Haijalishi hiyo. Mimi sijali kumbe dada yako, ni ndugu yako, ni nani wako, sijali. Mimi najali senti. Ndio anasema hivi babu yangu, hapa unatugombanisha sisi. Hivi leo yeye akigonjeka atamuita nani? Si mimi niko babu yake. Ikiwa wewe hauko, niende wapi? Nitakuwa nimeenda wapi? Mimi niko. Ina maana hakuna siku ambapo utakosekana babu. Nakwambia mimi niko kila siku. Na tena ameniambia hata kuna nyumba atakanunulie kule chini. Lakini mnawayafanya hivi dada, mimi hili swala wao walichukulia vipi? Kwa sababu itafanya mimi tuchukiane mimi na wewe. Wala hamna chuki kakaangu. Hamna chuki kabisa. Babu yangu anipenda, maana mimi nampa hela. Wewe umsaidii chochote, hata vipi atakusikiza wewe? Kusikiliza huenda ikawa nina jambo moja katika hayo matumizi ya pesa yake yakasaidia jamani. Yaani hilo mnalijua bila hela? Kuna mambo mengine naweza nikamshauri hata katika hayo matumizi ya pesa, kwa sababu huyu babu unapompatia pesa mara nyingine anazitumia sehemu si sahihi. Kunisikiliza pia ni jambo ambalo kwamba ni la muhimu mama. Sehemu gani hiyo babu yangu yazitumia hela ambapo si sahihi? Juzi ulimpatia hela. Ulipompatia zile senti, yeye badala ya kwenda kupatia wale maskini ulipowatajia, mwisho unajua alifanya nini? Alienda kakaa chini na wale wazee akawa anakunywa kahawa. Huo ndio msaada ulikuwa unataka kumpeleka? Basi hata rafiki zake si maskini wanawasaidia. Lakini sasa wewe ulimwambia kunywa kahawa kwake yeye na rafiki zake, basi kunasaidia pia. La ilaha illallah. Wewe ulikuwa umetarajia wale maskini ambao kama hawajiwezi, wale watu wanaonyesha kahawa ni watu wana uwezo dada. Ni sadaka pia. Kakaangu, tatizo lako wewe una maneno mengi sana. Sasa nitafanyaje jamani, siku zote nyinyi huwa hamnisikiliza. Hata nikiwa mgonjwa basi hata kunisikiliza na kuja kuniangalia mnasema bwana waache agora anafanya kama ana act hivi. Hiyo ni jambo ambalo kama linapendeza kweli katika Uislamu jamani. Ngoja nikukate babu nikwambie. Babu wewe wasikia siku zote nakwambia. Wale wazaidi wanakuambia hivi chipoko maujaliwa. Bongo chipopo bongo. Pesa ndio naongea. Kama una pesa hii dunia wewe una thamani. Wasikia? Mwenye pesa ndio ana thamani katika maisha ya sasa. Unaona? Mimi nakwambia wale wazee loka nao pale kina mzee Abdalla, kina mzee Ali wale. Wale wazee wale rafiki zangu wakubwa sana. Na yule mmoja mzee Ali hana chochote, hata nyumba hana. Tafadhali mjenge kibanda kimoja cha mgongo kidogo akaipanda ndani ya sadaka nimpatie yeye. Sasa sisi tunaambiwa hivi, wakati tunapotoa hizi sadaka kama dada kweli mimi ni ndugu yake. Yeye si angekuwa mtu wa kwanza kunistiri mimi kuliko kwenda kustiri wa nje kwanza. Mimi mwenzio nafadheeka. Wewe si una kazi zako?
Hasa vibarua yenyewe kama yeye mwenyewe ndo si avinue basi na mimi naye nimsaidie kutoa hizo sadaka jamani. Basi wewe pia tafuta uwe kama yeye. Ndio nasema hivi. Hiyo riziki ambayo kwamba anaichukua na kupelekea wale maskini. Mimi mwenzio kaka yake niko na shida. Kwa nini asichukua niongezee mimi niinuke na yeye niwe namsaidia? Kuna siku nyingine anaweza kakwama na mimi nikamsaidia. Dada kweli hilo walionaje? Kakaangu, wewe tatizo lako hutaki kutoka hapa kijijini. Wewe kijijini unataka utoa wapi hela? Hasa hata mjini yenyewe nitaenda kuishi namna gani kama wewe dada yangu ndio unavumbele? Njoo mjini shule pata kufunza utapata hizo hela. La ilaha illallah. Haya mjini naye nikija kama sasa hivi mnanikataa nikiwa kijijini. Nikija mjini dada yangu si utaninyanyasa mimi. Utajifunza mwenyewe utajitafutia hizo hela. Haya mtanipatia mtaji mimi niende huko mjini. Tafuta kwenye huku vibarua fanya huko vibarua nitapata wapi dada yangu mpaka mnisupport nyinyi. Hasa kama babu unavompatia sasa hivi shamba sasa hivi badala hiyo pesa anipatie basi anipe mimi hizo senti. Mimi nikalime. Nikupe wewe? Si ndio? Ukalime wapi? Si ile shamba ambalo kwamba anapeana dada wewe ulikuwa kwamba tayari nipewa. Ni langu mimi lile si lako bwana. Na kulimia lakini unanilipa wewe. Kwani mjini ni pesa ngapi kwenda? Nasema hivi, mjini ni pesa ngapi kwenda? Hata kama ni shilingi 3000. Kuna gari ya mzee Ali yatoka kesho hapo, yule mzee Ali mkubwa. Sasa unanipeleka bila kunipatia kama mimizi hiyo na kaa vipi hiyo? Unanipelekaje? 1000 sitakutosha kwenda zako mjini nikupatie uende ukatafuta. Haya mjini nitaenda kuishije? 1000 uko nayo mkononi? Naenda kuishije? Unachukua guest siku ya kwanza. Guest ya nani ambapo kama ni kweli inalipia shilingi 50? Si 200 tu unapata guest. Dada utakubali nije kwako? Kwangu hapa kali. Sasa si unaona sasa mnataka kunitesa tu bure. Huku mnanitesa, kule na mnataka kwenda kunitesa, tena kule mnataka niende niwe chokora. Si bora tu nikae hapa kijijini niendelee kufanya ibada zangu bwana. Basi fanya ibada zako watu wanabata bwana. Lakini mjue kile mnachokifanya hakitopendeza. Kwanza mtu wakati unapokuwa unatoa sadaka yako angalia na hapo chini wale walio karibu yao. Hapa chini ya mchanga au chini wapi? Ya mchanga, mimi simaanishi hivyo. Wale walio chini yako ambao kwamba wewe si uko na daraja ya juu. Sasa yeye ametoa, sasa amenona mimi niko chini, babu yake ndo amenipa. Lakini babu wewe anapokuwa anakupatia kwa nini asinipatie na mimi? Hiyo sasa mambo mengine yanaleta. Msinisikiliza na mimi. Watakao nipokonya hii mambo yangu unafanywa mimi? Watakao nipokonya wewe? Hata mimi ni mwanafamilia. Lakini wewe sio babu, babu ni mimi. Mimi ndo mzaa mamake mimi. Sasa mimi huyu na dada yangu kuna siku yeye unajua tuko wawili. Si tuko wawili. Ndio. Yeye anaweza kugonjeka wewe sasa hivi mpaka utoke umwendee mjini utaweza kwenda kumsaidia wewe. Wapi wewe? Wacheza na mimi wewe? Sikili pikipiki changu niko nacho nitakwenda mara moja tu. Wewe utakwenda nani? Nitakuangusha hicho hata hutafika mjini wewe. Mimi pikipiki. Kwa hiyo naombea dua nianguke. Sikuombei na sitokuwa na dua hivyo. Kuna siku mimi niliwaambia kwamba kuna bwana mmoja anafanya vitu kama hivyo na mwisho akaja kawa hasara. Hii mali hugeuka. Dada yangu kwanza tulivyoambiwa kwamba tuokoe nafsi zetu. Na jamaa zako, sasa mimi ni jamaa zenu hamtaki kuniokoa. Hilo neno umelasemaje? Ikiwa dada yeye sasa hivi hanitazami mimi anakutazama wewe. Babu sasa. Sasa mimi naitwa babu. Haya tukifika nyumbani kule ana active vizuri kwa kwamba tuko na undugu, tuko na mahaba. Hii ni tabia gani kumbe ndio unahadaa watu ukija kwa babu huku wewe ndio unafanya mambo mengine? Ni babu yangu lakini huyu. Ndio nasema sawa, lakini sasa wewe tukifika kule kwa mama wewe unakuwa mzuri. Lakini tukija kwa babu unanigeukia mimi sasa. Lakini kakangu wewe una nguvu zako. Si ufanye kazi. Nipeni kazi yenyewe. Kazi? Kachimbe mchanga pale, za kuchimba mchanga wakapata senti za kufanya mambo mengine. Babu wewe umechimba mchanga ndio dada akakupa hela? Yeye lazima nilete kwa sababu mimi ni babu yake. Unaona? Wajua mimi ni babu. Si una nguvu na wewe? Mimi nina nguvu za kufanya kazi. Si una nguvu. Naletewa tu hivi sasa bwana. Wajukuu zangu nyinyi mzako amenyanyuka kidogo na shukuru alhamdulillah. Ninachokitaka nakipata nasema Mungu amzidishie mjukuu wangu. Ampatie mambo mazuri zaidi. Mimi nawahakikishia kwamba katika jambo ambalo kwamba mnalolifanya hata Mwenyezi Mungu ni shahidi. Mimi naye kuna siku Mwenyezi Mungu ataniinua, lakini mkumbukeni kwamba uadilifu katika watoto mnakosa kuwafanya uadilifu kwa sababu huyu ana senti. Mumeangalia senti lakini hujafanya uadilifu. Tutawafunza nini wajukuu wetu watakapokuwa watukuu wako sasa utawafunza nini? Sasa wewe ukipata hizo senti babu, utaniletea au? Kwa mfumo huu mimi ndio babu yako. Nitakuletea lakini si vile ninavyofanya. Hata kama dada yeye mwenyewe pia amekosa nitamletea. Lakini yeye kwa nini ananibagua mimi mpaka lazima ni hivyo? Yeye Mwenyezi Mungu amemuinua. Huenda katika wale watoto Mwenyezi Mungu amewajalia. Yeye ndio amejaliwa kwamba ni mtoto ambaye kwamba atakuwa na riziki nyingi kushinda sisi na lazima tutazame sote, si lazima abague. Sio lazima abague. Lazima awe na uadilifu. Akija kwako bwana tuna matatizo sote.
jamani tufanye hivi, na pia tukae shura. Lakini nyinyi shura tumekaa sasa hivi, lakini nikitoka sasa hivi nyinyi mnafanya, si nimewakuta nyinyi mlikuwa mnaongea mambo yenu, kwa nini msinishikishe? Wewe alikuwa uko kwenye mahesabu ya kuongea na sisi bwana. Mjukuu wangu amekuja kwa sababu yangu mimi, nimekwenda muangalia babu yangu nimuone atafanya kitu gani chenye anachokitaka. Mjukuu wangu ameniambia, babu nataka kununulia shamba, hii shamba inakusaidia babu. Inshallah. Lakini mimi naondoka, nitawaacha na baraza lenu, ila kwamba hatufanyi uadilifu, na inshallah Mwenyezi Mungu atafungua khairi zote. Ila babu, wewe kama mzee ufanye uadilifu kati yetu sisi. Wewe ndio tutonganisha mimi na dada yangu, lakini mimi nitazidi kumpenda dada yangu na nitazidi kuwapenda wote. Sasa hiyo mambo wewe zungumza na yeye, mimi sina shida. Yeye ndio mambo yote. Kwa sababu wewe ndio mzazi, wewe si ndio kichwa cha hapa. Mimi ni babu, babake yuko, mamake yuko. Ndio nasema hivi. Mimi ni babu yake. Kwa sababu mara nyingi sisi tumelelewa kwako. Ndio hiyo sana na kwa. Wewe ni mzazi wetu kwa sasa, kwa sababu sisi tumetoka kwako. Wanasukuma mambo mengine, mimi ya nini? Ongea na dada. Ongea naye. Si huyu hapa yuko au yuko wapi? Dada, hili unavyofanya dada yangu kwa kweli linaenda kinyume. Mimi na wewe tumezaliwa tuko wawili. Tunahitaji kwamba inshallah biidhni ya Mwenyezi Mungu, kama jambo lolote tufanye shura, tukae tuwashirikishe watu wote na tufanye tujenge mahaba. Wakati unapokuwa wewe Mwenyezi Mungu amekuruzuku, hiyo ni katika mnafanya mpaka nasikia si ndio hiyo? Umeona maneno hayo? Mwenyezi Mungu inshallah amekujalia. Unalazimisha vitu. Si lazimishi babu. Wewe mara nyingi unapenda kunikata sana. Unalazimisha vitu. Dada yangu, inshallah usijenge moyo huo. Sisi tumelelewa kwa ajili ya kupendana na tuwapende wengine, na iwe mfano kwa watu wengine, waone kwamba hii family inapendana. Na siku zote tunapotengana ndio mwanzo wa kuvunjika. Wavunjika vipi sasa? Wewe umesimama, utavunjika vipi? Ngoja, hautovunjika vile unavyofikiria babu. Na huu kuvunjika kwako au huku kuvunjika kwako sio kwa sasa. Ina maana katika huyu atakapokuwa ameenda hivi na mimi nikaelekea hivi, mwisho tutaanza kuapizana kwamba bwana wewe usije katika sehemu zangu kabisa. Hatutokuwa tunatembeleana, kwa sababu vile unavyonionyesha kesho nitaona nina muhimu gani na wewe. Si babu niko hapa. Babu yake yuko hapa, atakuja kwa babu yake. Akufuatia utampa nini? Mimi nimejitoa. Ile pesa anonifanyia mashamba kila kitu babu. Nitampatia. Kesho utampatia. Hao mashamba ana kazi gani hapo? Utamuongezea. Mashamba matatu. Nauza moja na mwambie endelea biashara. Kwangu na mimi unipe babu. Wewe siwezi kwa sababu utaki kutafuta. Vitu haviji bure hivi. Hapa kikao hiki naona kama sitoweza kusikilizwa na nyinyi. Isipokuwa nasema inshallah na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mimi ataniruzuku, lakini vile unavyofanya dadangu si vizuri. Huyu babu umemjenga katika taswira si nzuri. Babu wewe ulikuwa mtu mzuri zamani, ulikuwa unatuunganisha. Mbona wakati tulipokuwa wadogo tulikuwa wewe tayari unatuunganisha? Mwanangu mpendane, msiwahi kuacha mianya. Sasa simshakuwa. Mkikuwa hakuna mambo mengine tena kutafuta kila mtu. Unaona? Sawa, mimi bado sijafanikiwa, yeye ameshafanikiwa. Kwa nini usituunganishe tena? Si ndio nimekuambia tafuta barua vya kulima, barua vya nini? Simnipe sinyinyi na mashamba. Mimi siwezi kupata shamba langu ulime wewe. Si unanipa kibarua. Wao wanasema mzee mashuhuri mjukuu wake mwajiri alime. Kwa nini mtu wa kibarua? Kwa nini upeane kibarua na hali ya kuwa mimi niko na mimi naweza nikalima? Kwani mimi nina shida gani? Kulima nitalima. Kwa nini upatie mtu mwingine? Si hiyo pesa ndio ambapo kama nahitaji ndio ile nifanikiwe kama yeye. Wewe unataka kulima wewe? Nitalima ili nipate, nitafanya. Sasa dada yako akikubali mimi nitakwambia uje ulime. Zungumza na yeye. Dada utakubali? Nataka kulima. Nilime ndio nipatie hizo senti mnaopatia yeye babu. Haya nenda ulime. Mimi sina maneno kwa sababu kama inshallah nitakuja kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, ila naamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atanifanyia na mimi wepesi. Ila dadangu mimi nitabaki kwamba nina hili moja tu tena la kutoka moyoni, nitazidi kuwapenda hivyo hivyo hata kama mtakuwa mmenitenga, lakini kuwapenda nitawapenda. Na msisahau haya ni majaribio kwangu mimi, huenda Mwenyezi Mungu akaja akayafanya akawa mazuri zaidi kushinda yenu nyinyi. Mimi nimeshaenda. Asalamu alaykum. Kwa hiyo unatoapiza au? Sijawapiza, nimeombea dua. Sijawapiza, nimeombea dua kwamba namuombea dadangu abaki vile vile. Amina. Inshallah. Na wewe nazidi kuwapenda. Na baba akaenda pesa nyingi hivyo hivyo anazopewa. Pewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile matumizi yake na kuombea usitumie kama unavyotumia sasa, na dadangu vile vile. Lakini mjukuu wangu nataka kuuliza swali moja. Wewe juzi uliitwa kazi na kina mzee Ali kule uende ukafanya kazi ukakataa. Sijakataa. Mzee Ali alisema hivi, alitoa masharti ambayo kwamba siyawezi. Kwa nini masharti yake aliyoyatoa? Masharti anatoa kwamba utakapokuwa umeingia katika kazi, mambo ya kuniambia sijui niende msikitini, niende wapi, usiniulize. Fanya kazi. Sasa nitafanya ibada. Fanya kazi.
Ukimaliza kazi kwenda kuswali. Baba, swala ina wakati wake, ibada zina wakati wake. Sasa ngoja, una shida babu, wewe una shida. Sawa, hata Mungu anajua kwamba mja wangu yuko na shida. Tumeshaambiwa hivi, usimtii kiumbe kwa ajili ya kumwasi mwenye kuumba. Lakini si utaswali. Sasa kuchelewa unaweza kuswali au? Lakini kwa dharura ambapo kwamba inajulikana. Ndio dharura hiyo sasa. Babu, sikiliza. Hiyo ni dharura hiyo. Kama mmeamua kuniweka katika njia ambapo kwamba katika vikao vyenu na mimi niwe pamoja na nyinyi inshallah. Lakini nimewaambia hivi, Allah atafungua. Nitapata kibarua inshallah. Mimi nimeenda. Niwaache muendelee na mazungumzo yenu, tutaonana wakati mwingine. Usiende babu. Sasa nitawaharibia nyinyi bado. Hakuna, tushamaliza sisi hapa, la tuna shida yote. Tushaelewana, mambo ni ya shamba, kashanaambia nitakununulia shamba. Tumemaliza mazungumzo yetu, tuna mambo mengi. Utamnunulia yeye shamba? Atanunulia shamba. Ana mimi. Wewe waje kulima kesho. Wewe sio jalima. Yani mimi kazi yangu ni kwenda kulima. Nenda ulima utafute hela. Hela zenyewe mtanipa lakini. Hela utapewa ukishalima. Jambo rahisi hilo mjukuu wangu. Unaona maneno hayo? Haya mimi nimeshatosheka, lakini mtalima na Mwenyezi Mungu ataibariki hiyo niliyoanzia. Lakini unajua dadako anakupenda hata kukuletea nguo. Anakupenda nguo pia kukuletea. Sawa, alhamdulillah nimependeza na nipendezesha, lakini kila siku zote unaponiletea samaki, unionyeshe namna ya kuvua samaki, hiyo bado hata sema kuletea simu. Haina shida. Akienda kirudi na kuletea simu mpya. Haya wataka nini wewe? Yenyewe nikimwongea nikiwaambia nisaidieni hamtonisaidia. Nitakuwa napigia nani? Yako wewe unaletewa. Sawa. Napigia nani? Yeye anipatie tena pesa zingine. Si watu wako kupigia marafiki, una marafiki dunia hii wewe. Marafiki si umesema marafiki ni mpaka uwe na hela. Sasa ndo nakwambia wako marafiki ambao wana hela. Utakuwa ndio wenzako sasa. Unganishana nao, watembea nao pamoja. Wale ambao kama hawana hela. Wale wenye hela wako pembeni, wasiokuwa na hela pembeni. Babu. Asante inshallah. Mwenyezi Mungu atafungulia inshallah. Muulize dadako kidogo bana, muulize maisha yako vipi mjini, unajua muuliza lolote. Sasa atake ananitamanisha maisha ya mjini, alafu kisha mimi nitafanya nini? Uuliza kwa mambo mazuri. Ya kijijini ndio nimwambie karibu. Maana ya kijijini huku ndio unapoona bora nikukaribishe kijijini kwa sababu ya mjini. Mimi siyajui, atanitamanisha bure. Yeye afadhali ametoka katika maisha ya kijijini. Ameshatoka ameingia mjini. Hayo maisha ya mjini labda anieleze kama pengine labda ananivutia ama pengine atanitafutia kazi huko na mimi nije. Haya zungumza naye. Yeye ndio ananiambia dada niambie huko. Sababu babu ndio leo ametukutanisha hivi. Pengine hata hatutokutana tena. Lipi ambapo kwamba unaniambia na unaninasihi nini? Wewe kakaangu wewe. Wewe wataka utafutiwe kazi. Mjini hakuna mtu anakutafutia kazi. Nioa mke uende utafute hiyo kazi. Sasa huo mke anaolewa bila pesa? Hizo pesa utakuja kulima, babu atakupa pesa. Hizo pesa nenda mjini, tafuta hela. Kwa hiyo hata mjini nikija pia naye sitakuona, itabidi nijishughulikie mpaka siku ile nitakapopata hela. Jishughulishe, ukishajishughulisha ukiona uko sawa tutapatana. Unaona maneno hayo? Sawa. Inshallah Mwenyezi Mungu atafungua khairi zake. Amina. Lakini pia unakuambia, watu kwambia kuna wale ambao shule kwa mchaka chinja. Unajua mchaka chinja? Yaani ukazane ndio utapata. Ukazane utapata. Lakini ukisema umekaa babu wewe unataka kupata. Sijakaa babu. Mimi nashughulika hapa nyumbani, si mmeniachia boma peke yangu. Sasa nitafanyaje jamani, nyinyi mmelikuwa mmejishughulisha. Basi kazi ya kulima iko. Sawa, utalima pale kidogo. Mimi nitakupatia visenti. Utaweka kidogo visenti vyako. Alafu kuna baskeli pale nitakupatia pale baskeli. Unaona? Haina shida inshallah. Nikikupatia ile baskeli babu sitakusaidia. Itanipa msaada mkubwa kwa sababu nilikuwa sina. Hiyo baskeli ukinipa, hata kingine mtakapotaka mkunipa. Waweza hata ukitoka shamba pale wachukua madeli yako ya maji, uenda chota maji wapelekea watu majumbani. Haina shida. Kazi pia hiyo babu. Bora ni kazi, bora nipate riziki. Lakini pia nawaombea hivi, Mwenyezi Mungu naomba muniombee dua. Kama huu ndio mtihani wangu, niombeeni dua ili na Mwenyezi Mungu afungue khairi hizo kama alivyomfungulia dada yangu. Na wewe pia akuombee kwa sababu hata wewe pia unapewa babu. Ndio. Unapewa. Kwa hiyo wewe una uchungu mimi nikipewa na mjukuu wangu. Kwa sababu ya nini? Wewe umeona uchungu nikipewa mimi na dada yangu. Mimi sio ni uchungu, yeye mwenyewe ndo anayetoa. Hii nampelekea babu yangu. Hata jana ameletea vikoi viwili vipya. Wewe nitishie tu. Vikoi viwili na kubadhi zangu open nzuri kabisa ameletea mjukuu wangu. Haina shida. Zawadi zote wewe kuletea za kwako pia ziko. So nashukuru Mungu, nashukuru pia. Na katika swala hilo tuendelee kukaa hivyo hivyo, lakini nasema hivi, wakati mnapofanya vitu kweni na uadilifu. Uadilifu huko babu. Haya inshallah. Uadilifu hauondoki. Unaona? Lakini sasa ni hivyo tu, wewe ukae kwa amani. Hapa unakula kila kitu hapa. Kula unakula vizuri, unalotaka unafanya, nyumba ile imekupa ya kulala, watafuta nini tena?
Au nataka nitafutie mke nikuozeshe tena. Hata ukifanya hivyo bado jambo la kheri. Au utamlisha nini wasema alafu una kazi? Si mnaniambia mtanipa kibarua jamani, kwani nyinyi mnapenda kunigeuka? Ya kulima. Kulima au utapata muangalie mke na kazi ya kulima. Sasa utafanyaje? Ndio hiyo haya maisha, hamtaki kuniinua. Jamani. Hamtaki kuniinua. Nitafanyaje? Jiinue. Sasa nitajiinuaje bila kusukuma jamani? Wewe dada sikiliza. Wewe wakati ulipokuwa naenda mjini, mafanikio yako nani aliyokuinua? Mume wangu. Hai. Sasa si umepata mtu wa kukuinua? Basi huenda na mimi naye huyo nitakayemchukua basi atakuja kuniinua inshallah. Tufanyeni hivyo. Kaka wewe. Asante Wewe ni mvivu sana kaka. Sasa nitafanyaje jamani? Mvivu sana. Si uvivu, nahangaika. Kuna kazi zenyewe. Sasa kama kazi nimetafuta nitafanya nini? Hakuna, hamnipi, nitaenda wapi? Sina bibi nikae tu nimuombe Mwenyezi Mungu. basi shamba liko. Sina wasiwasi. Hai inshallah. Mwenyezi Mungu afanye sahali. Shamba iko, utalima pale kama kawaida. Dada yako pia kutoka kule mjini na kuletea manguo kidogo, chakula cha kukaa pale nyumbani kwako kaanza kulima ukifika pika. Bora niende nikasome madarasa basi. Wewe soma madarasa tena? Sasa ukienda ukisoma mtu wao ndio umejaribia kabisa hivi sasa. Bora niende kwa sababu umri uliokuwa nao sasa useme ndio ukasome babu. Wewe umetupa mbao sasa. Itakuwa ndo nakucheka. Haya asante bwana. Mtu mkubwa anakwenda madrasa baada ya kutafuta maisha anaenda soma tena. Sasa utafanyaje kama soma zamani madrasa hiyo? Wataka usome nini? Alhamdulillah nasema hivi, madrasa haikomi. Sawa. Kama nimekosa hamunipi hata kazi yote kama umeniambia ni ya shamba. Nikishamaliza shamba naenda kufanya nini? Si bora niingie madrasa tu nikasome. Wewe unasoma tena? Nitafanyaje niongeze elimu? Sasa hiyo unasoma. Nitasoma. Kwani hii kazi ya hii elimu unayoitaka wewe ni gani? Si unapaka shahada zako zote uko nazo? Ziwe wenyewe unaweza kuongeza. Haya mbona ukutafuta kazi na shahada uko nazo kila kitu mjukuu wangu? Nimetafuta nimekosa. Umekosa? Wapi? Sasa si nitafutie huko dada. Mimi sijakata. Utafuta mwenyewe, mimi nakutafutia vipi? Hata pale kwa Mzee Rajabu pale madrasa zake wanataka walimu. Nikwambia juzi? Sijakwambia pale Mzee Rajabu ataka walimu pale. Huwezi kuniambia kwa sababu mara nyingi unamwambia yeye. Hiyo ndio kitu ambacho kama kinachoniuma, kila kitu wewe, jambo lolote tu. Alafu kisha umefanya mdogo wangu asinisikilize hata mimi nikiwa namwambia yeye tayari kwa sababu ya pesa zake hanisikilizi mimi. Nakwambia Mzee Rajabu yuko. Mzee Rajabu ataka walimu wangapi? 3. Hata leo ndo nakwambia ukweli wewe. Waje jana tukuongea, aliniambia jioni juzi. Anataka walimu 3. Sawa. Sasa kama utakwenda pale kufundisha madrasa kwa Mzee Rajabu ni sawa. Kwa nini usinizungumzie kama ulivyomzungumzia dada? Kumzungumzia vipi tena na mimi? Si wewe ulimwambia kazi mjini? Ndio. Haya basi kwa nini na mimi usiniombee hiyo ya madrasa? Pia amenyanyuliwa na mume wake zaidi. Huyo si bado ni shemeji yangu, anaweza kuzungumza naye, si bwana ni katika mawaja ya family. Angalia nyinyi nikateni tu. Nikateni tu, lakini kuna siku Mwenyezi Mungu ataleta wepesi wake. Inshallah tuhitimishe haya. Unaleta shida? Mimi naona tuyamalizie tu hapo tu inshallah. Hakuna kuamalizia, wewe bado na mambo magumu atakayokuangalia sana. Yapi magumu? Nimekuambia Mzee Rajabu yuko na madrasa. Umekataa kwenda. Tenda. Utaenda kwa Mzee Rajabu Ukitoka kule utakuja shamba utalima, nitakupa senti mimi. Kuna muda kumaliza madrasa kuja senti. Sawa nipetie kibarua hicho. Ukipata senti kule kupata senti huko unaendelea. Nipeni. Nakupatia kibarua cha kulibalima hapa pale nini? Kwanza leo kuna kazi hapa. Ona hii bustani yetu hii. Nataka usafishe kidogo mazingira hapa. Kwa nini usifanye na dada ameshakuja yeye ndo msichana akaja na nitakupa kitu mimi sina kulipa ni kazi pia. Unataka hela? Tutapewa hela babu. Nitafanya inshallah. Nitafanya. Mpaka hata ukiniambia leo nitawafulia pia hizo nguo nitazifua. Haya basi. Kufua usifue. Nitafanyaje? Nitaleta mtu wa kufua. Wewe babu yangu ni bustani kuangalia kutoa zile chupa zile kidogo, uchafu kutoa. Unaona kukatakata maua kidogo haya, hapo hakuna kazi kubwa hapo. Nitakupatia 500 zitakusimamia leo. Kwa nini usinipe hiyo? Yeye amekupatia shilingi 20,000 unipe 500. Nakwambia nitakupatia 500 kusimamia leo. Usinipe 10,000. Sasa unanipangia wewe au mimi ndo napanga? Babu si ndio tayari, si hata mimi pia nina nafasi ya kuzungumza. 10,000 zitoke wapi 10,000? Si umeshapewa sasa hiyo ya mambo mengine, hiyo tumezungumza mambo yetu mengine, nipatie 10,000. Mjukuu wangu ameniletea, ametoka mjini. Sikiliza basi. Uniletea hapo. Inshallah kile utakachonipa nitapokea. Utapokea? Lazima ufuate sheria. Utafuata sheria tu. Sawa mjukuu wangu. Nalazimisha kufuata sheria na mimi mkubwa. Yaani mimi ndio nilikuwa nafanya kurithi. Sasa huyu ndio anayekurithi kwa sasa. Sasa una pesa babu, ndio shida. Pesa hakuna. Na zitaisha mjue. Wapi? Nani alikwambia pesa zaisha? Haya. Wangapi waliokuwa nazo na sasa hivi hawana? Mjukuu wangu.
Siongee Hebu hivyo. mwambie mjukuu wangu muelezee vizuri Hey, bwana. kaka una roho mbaya. Si roho mbaya jamani, ni nyinyi ndio mmenitenga mpaka mmenionyesha nyinyi. Ndio maana nimesema baba, dada nyinyi tutafanya tukosane mimi. Sisi hatujakutenga, tunataka ufanye bidii. Unaona maneno hayo? Mimi kuanzia ukiwa mdogo nimelima. Haya na sasa hivi bado ni mtu mzima, nataka nilime. Kwa nini hata msinitafutie hata mfanyakazi mmoja wa kusaidiana naye? Si uko na pesa dada? Wewe si hizo pesa unazitaka. Tena wewe mfanyakazi apewe pesa Basi na nyinyi nyingi. naye mnipe ngalao za kunipatia nguvu za kuweza kufanya, lakini sasa nyinyi mnampangia haya, nimefanya kazi kubwa unanipa shilingi 500 jamani. Yes, ya kusaidia Ambapo hiyo shilingi mfanyakazi 500. lakini sasa hainisaidi chochote kwa sababu shilingi 500 nitanunua nini dada? Wewe si wakula, si hapa wakula bure wala la bure. 500 tena wataka pesa nyingi za nini? Kila kitu wapewa mjukuu wangu. Haya jamani, sina la Hata juzi ngoja, juzi silikupatia shilingi 1000. Ulikuwa unaifanya nini ile pesa? Ulifanya kazi gani? Si nilikupa tu mjukuu wangu ngambia, katembelee huko town na kutembea. 1000. Ulinifanyia kazi. Wewe ulinituma na hiyo ilikuwa bado natumia fare na hiyo nataka niende nikununulie. Lakini sasa ndio alafu ulibakisha pesa ngapi? Dawa shilingi 250. 250 na fare ni shilingi 100 kwenda na kurudi ni 200. Ni mangapi? 450. Hiyo 550 haikutoshi wewe? Haya sawa. Sasa nikinunua kama mfano kama nimenunua sabuni na ninunua na matumizi yangu. Sabuni penda kununulia mimi hapa nyumbani. Kila kitu nitakuwekea hapa ndani. Sasa hapo hamnijengi isipokuwa mnaniangamiza basi. Dada yako mwagana naye nataka kwenda zake mjini leo. Dada utakapoenda bwana, mimi bado nakuombea Mwenyezi Mungu kuwa na moyo wa kunisaidia mimi kaka yako mkubwa. Fanya bidii, fanya vibarua, njoo mjini, tutapanga, tutajua. Inshallah. Inshallah. Haya mimi nimemaliza. Muende salama. Babu, mimi wacheni kahangaike hapa niingie nisome Qur'ani baadaye unipatie hicho kibarua nifanye. Sawa mjukuu wangu. Asante, salamu alaykum. Wa salaam. Uende salama dadangu. Kabisa. Asante. Haya.